Kwa huruma nikubali, Yesu, hivi nilivyo. Shalom, shalom wana wa Mungu. Shalom, shalom na wasalimu tena kwa jina la Bwana Mungu wetu wa majeshi aliyeziumba mbingu na ardhi. Niko tena hapa kwa majina, naitwa Upendo Said Mzirai au Madam Mpendo wengi wananita. Ni mchungaji wa kanisa la Calvary Prayer Church SPC Miracle Center. Niko hapa, nimekuwa nikiwaletea mahojiano ya wahubiri waliohudumu katika mkutano kwa siku ile ya kwanza mpaka ya leo ya 5. Lakini pia nimewaletea waimbaji. Leo hapa nina mwimbaji ambaye ametutembelea pia, lakini pia ni mhubiri wa Injili. Huyu ndugu yuko mahali hapa na anahubiri Injili maeneo mbalimbali, na ukimtaka unaweza ukamwalika tu. Baadaye nitapitisha namba zake za simu baada ya mahojiano. Natamani atueleze mambo baadhi, kwamba ameokoka, ameoa, maisha yake ya kihuduma ni vipi, na changamoto yake anayokutana nayo kihuduma ni vipi, na anataka kuzungumza nini na Watanzania au na watu wanaomwangalia. Bwana Yesu asifiwe. Mtumishi wa Mungu Yakobo Paulo Msigala, habari za nyumbani? Ni njema kabisa, namshukuru Mungu, ni mwaminifu. Ni mwaminifu katikati ya maisha yetu. Nyumbani wako salama kabisa. Umekuja lini huku kwenye huduma hii ya Injili, na umekujaje? Aidha uliitwa kwa kutumiwa mchango, kwa kutumiwa fedha, au ulikujaje? Katika huduma ya Injili nimekuja siku ya Jumapili ile, kwa mujibu ambao mkutano wetu ulianza siku ya Jumapili. Nilipofika nikaunganisha na namna jinsi nimekuja. Mimi ni mtoto wa Pastor Upendo, naabudu katika kanisa hili la Calvary Miracle Center liopo Mkulanga Kipalang'anda Kibanda Baridi. Kwa hiyo nipo pia kama mhudumu, lakini nipo kama mshirika katika kanisa hili la Calvary Miracle Center. Amina, amina. Wewe ni mwimbaji. Je, umefanikiwa kurekodi album? Bado sijapata neema ya kurekodi album, ila nina wimbo mmoja ambao upo YouTube. Wimbo mmoja ambao ndio nimefanikiwa kwenda kurekodi, tukiendelea kusubiria wakati wa Bwana tuzidi kuongeza nyimbo nyingine kwa jinsi ambavyo Mungu atatupa neema. Amina, amina. Ni huduma gani nyingine ambayo Mungu amekupea mbali na uimbaji, ambayo unaweza kusema kwa kipaji hiki Mungu ameniita na nitatumikia huduma hii? Huduma nyingine ambayo iko ndani yangu ni huduma ya uinjilisti, kwenda kuhubiri Injili, Injili za mtaani na maeneo mbalimbali. Huwa ndio huduma ambayo iko ndani yangu. Nasikia sana shauku ya kutumika kwa habari ya kuhubiri Injili, kuwaeleza watu wengine habari njema kuhusu upendo wa Mungu katikati ya maisha ya wanadamu ambao wako wanateseka dhambini, wako wamefungwa na vifungo mbalimbali, ili kwamba waweze kutoka katika hayo mateso ambao wanawatesa, waje katika neema ya Kristo Yesu. Amina, amina. Ninakuona bado ni kijana mdogo. Nina swali moja natamani ungenijibu, kwamba umeoa. Maana sasa hivi watu wanavaa tu pete, lakini matokeo yake unakuta hajaoa, amevaa tu kama urembo. Je, umeoa? Ndio, namshukuru Mungu, amenipa neema, nimefanikiwa kuoa mke mmoja kwa mujibu wa ndoa zetu za Kikristo, na nilifanikiwa kufunga ndoa tarehe 14 mwezi wa 10 mwaka 2025. Ndio ilikuwa ni siku ambayo nimepata neema ya kuwa na mke kwa mujibu wa sheria na taratibu za Mungu, na jinsi ambavyo Mungu alikusudia tarehe ile kuniunganisha na mwenzangu. Kwa hiyo nimeoa, nina mke. Amina, amina. Ni changamoto gani unakutana nazo katikati ya huduma yako ya uimbaji au katika kupeleka Injili huko mtaani? Changamoto gani unakutana nazo ambazo kwa changamoto ile inakuwa kama inakuumiza? Ni changamoto gani unakutana nayo tafadhali? Changamoto ambayo nakutana nayo katika maeneo ambayo naenda kuhubiri Injili, maana bado kwa upande wa vyombo vya kuhubiri nakuta alikuwa tunahubiri kwa wanasema akapela, pasipo speaker, lakini Mungu akatupa neema, akanipa neema nikapata speaker.
Kwa wakati mwingine changamoto unapokuwa na spika kuzima bado kwa upande wa vyombo vya kuhubiria huko mitaani ni vidogo. Kwa hiyo wakati mwingine unaweza kuta unafika sehemu unapoweka spika yako ukiendelea kuhubiri, wengine wanafungulia miziki yao. Kwa hiyo spika yako inazidiwa sauti, unakuwa sauti haiendi mbali zaidi. Amina. Anasema changamoto yake kubwa ni vyombo. Ni kweli huyu kijana anaingia mitaani kwa kuhubiri. Hasa anapofika mahali watu basi wanawasha redio zao kwa ajili ya kuzima ile sauti yake isisikike. Kwa hiyo ndugu zangu wa Tanzania, rafiki zangu, anasema changamoto kubwa ni vyombo. Mbali na vyombo, una changamoto gani au una maoni gani kwa vijana? Vijana wengi sasa hivi tunaona hawataki kuoa. Hebu waeleze kwamba kuna faida gani za kuoa au kuna hasara gani za kuoa? Amen. Kwa upande huo kwa upande wa vijana, changamoto kwa habari ya kuoa, yako mambo mengi yanafanya vijana kushindwa kuoa, lakini nitazungumza machache kulingana na muda wetu. Jambo la kwanza naweza kusema kwamba vijana wa hali za uchumi zinakuwa ni sababu kuwafanya washindwe kuoa, wakiwaza kufikiria kusema kwamba maisha ni magumu, hawana uwezo wa fedha. Wakati mwingine hata kwa watumishi wengine baadhi unakuta kijana yuko ndani ya kanisa anatamani kuoa, lakini hakuna sapoti ambayo anapewa hata na mchungaji wake ndani ya kanisa. Namshukuru Mungu, nilipata neema na nikasapotiwa na mchungaji wangu ambaye yuko ananilea. Alinishika mkono wakati mwingine katika maombi na kunisapoti pia hata kwa upande fulani wa fedha. Maana kweli unasapotiwa kwa maombi, lakini maombi hayatoshi tu wakati mwingine kukufanya uweze kufanikiwa kuoa. Kwa hiyo kwa wale watumishi wa Mungu ambao wamefanikiwa kukutana na klipu hii, nipende kusema kwamba ndani ya kanisa vijana wengi wanashindwa kuoa kwa kuogopa maisha. Wakati mwingine wachungaji wanawatelekeza sana vijana, hawakusanyi mahali pamoja na kuweza kuwapa elimu au kumuuliza kijana ni kwa nini hauoi, shida ni nini, na wapate kutambua kwamba wanaitatua vipi ile shida. Kwa sababu unaweza kukuta ndani ya kanisa kijana anaanguka kwenye dhambi au anaanguka kwenye dhambi ya uzinzi. Si kwamba wanafurahia kuanguka katika zile dhambi za uzinzi. Wakati mwingine unaona mtu anakuwa na akili za kibinadamu, anaona umri unaenda kwa anajiamulia maamuzi ambayo yanakuwa ni machukizo mbele za nani? Mbele za Mungu. Lakini watumishi wa Mungu watakapojenga mfumo kuwakusanya vijana wao ndani ya kanisa, kufanya mazungumzo nao ya kiurafiki, kuweza kujua shida ni nini zinazowafanya wasiweze kuoa, tatizo ni nini, wasiweze kuolewa wengine, hapo naamini itawasaidia watu wengi, kwa vijana wa kiume na wa kike pia. Kwa hiyo nashauri kitu kama hicho, watumishi wa Mungu wao wanakusanya mahali pamoja washirika wao wa kanisa fulani ambalo liko katika maeneo fulani, wawape elimu na kuwatia moyo, kuwatoa hofu, wasiogope maisha, kwa sababu katika hali ya kuogopa maisha wanashindwa kuoa. Mwisho wa siku unakuta vijana wengi wanaanguka katika dhambi na kulichafua kanisa. Wakati mwingine Mungu anaweza akawa mbali na kanisa, wakizani kwamba Mungu yupo hapo, kumbe Mungu alishawaacha. Kwa hiyo Mungu awabariki. Ndugu yangu ana wito kwa wachungaji. Kilio chake ni juu ya wachungaji kwamba vijana wengi wanaanguka dhambini kutokana hasa chanzo au chimbuko wakati mwingine ni baadhi ya wachungaji wanawabana vijana kiasi kwamba wanashindwa kujua ile hali yao ya ndani. Hawataki kuangalia ule utu wao wa ndani kwamba shida yao halisi ni nini. Anasema kijana mwingine anaweza kuanguka dhambini, hasa dhambi ya uzinzi, si kwamba tu ameamua kuanguka au yani anajikuta kwamba anashindwa, maana hana wa kumtulia mizigo yake, yani kumwambia mchungaji nifanye hivi na hivi, bali ni zile sheria anazowekewa, taratibu na kanuni ngumu, anashindwa kutoka atokeje. Kwa hiyo anasema wachungaji tukae karibu sana na washirika wetu, ili tuweze kujua matatizo yao, hasa kwa vijana, tujue shida zao ni nini, kwa nini hawaoi. Sio kwamba leo wa vijana hawataki kuoa, wanataka kuoa,
lakini wakifikiria sijui mahari, wakifikiria sijui vipengele vile vya kanisani, sijui shela nini, wakifikiria hivyo vitu wanashindwa kuoa au kuolewa. Wachungaji, tafadhali kaeni na washirika wenu, muwaeleweshe, muwasaidie kwa maombi wakaoa. Nakumbuka kijana wangu huyu alisema kwamba alishindwa kuoa kabisa kwa sababu ya taratibu zilikuwa ngumu. Nataka niwaambie vijana, kuoa na kuolewa inawezekana. Wachungaji, tuwaombee vijana sana 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 ili waweze kuoa kwa wakati na nyakati na majira. Wito wako kwa Watanzania sasa na kwa kanisa halisi la Tanzania ni nini? Wito wangu kwa kanisa halisi la Tanzania pamoja na Watanzania ni kusema kwamba katika nyakati tulizonazo, tupo katika nyakati za hatari, tupo katika nyakati za siku za mwisho. Ni kweli sasa hivi wokovu umechukuliwa kama mazoea. Watu wakiona kwamba injili zinahubiriwa sehemu mbalimbali, ikiwa ndani ya injili hapo hapo kuna mambo ambayo unakuta mtu anaibuka na jambo lake, huyu anafanya kitu hiki na kitu hiki, mwisho wa siku ile injili unakuta ni kama imechakachuliwa, nitumie lugha hiyo. Kwa hiyo watu wanaofanya mambo tofauti na neno la Mungu inapelekea injili kuonekana ni ya mazoea. Kwa hiyo wito wangu katika kanisa, kwanza kanisa turudi katika misingi ya kwanza, tuhubiri kweli ya Yesu Kristo, tusiangalie pesa, tusiangalie mafanikio, bali tuhubiri habari za Yesu, kuwatoa watu dhambini na kuwaleta katika njia ya wokovu, ili kwamba tuweze kurithi uzima wa milele sawa sawa na neno la Mungu. Na wito wangu kwa Watanzania au wewe ambaye uko unanisikiliza wakati huu, kama hujampa Yesu maisha yako, unapaswa kutambua kwamba hapa duniani sisi wanadamu ni wasafiri. Katika hiyo safari lazima ufikirie kusema kwamba unapotoweka hapa unaelekea wapi? Unaelekea wapi? Ukitafakari, Biblia inasema kwamba mbele yako kuna njia mbili, njia ya uzima na njia ya mauti, yani jehanamu, unaweza kusema kwa namna nyingine. Kwa hiyo ni lazima uchague ukiwa hapa duniani. Unachaguaje hapa duniani? Kutengeneza maisha yako, kuishi maisha ya utakatifu yanayompendeza Mungu na kumpa Yesu Kristo maisha yako, ili kwamba uweze kurithi uzima wa milele, kuacha maisha ya dhambi na kuishi maisha yanayompendeza Mungu. Ni kweli wakati mwingine, wakati tulikuwa hatujamaanisha kumfuata Yesu, tulikuwa ni watenda dhambi, tulikuwa ni watu ambao tunafanya mambo ambayo ni machukizo mbele za Mungu, lakini tulipomaanisha tunaona badiliko katikati ya maisha yetu. Ameni. Kijana ameeleza, amepiga injili ya zaidi ya masaa 2 kwa dakika 5. Kwa hiyo Mungu wa mbinguni awabariki watazamaji wangu, ndugu zangu mnaoniangalia na mliofuatilia jambo hili. Ana pointi 2 kubwa. Wachungaji wakae na vijana, lakini watu waokoke, wampe Yesu maisha. Kilio chake watu waokoke, wampe Yesu maisha, wachungaji wakae na vijana. Lakini jambo la 3, kama sitasahau, amezungumzia habari ya vyombo, kwamba anapopita mtaani kero anayokutana nayo ni kwa ajili ya vyombo vyake vinakuwa ni vidogo. Kwa hiyo Mungu wa mbinguni awabariki. Niseme kwamba namba zake za simu, ukitaka kumsapoti Yakobo Paulo Msigala katika akaunti yake, namba za simu. Namba ya simu 0678 95 95 49. Itarudia tena ili uweze kuandika vizuri. Namba ya simu 0678 95 95 49. Mungu awabariki. Amina. Yakobo Paulo Msigala ndio majina yake yanatoka. Ukitaka kumsapoti kwa chochote, kwa habari ya ununuzi wa spika nyingine kubwa zaidi, tunajua kuna spika ambazo anaweza katumia kupita mtaani, kubwa zaidi, ambazo hata watu wakiwasha vyombo hawawezi kumzimisha. Kwa hiyo naomba umsapoti kwa njia hiyo. Lengo letu ni moja, sisi pamoja na Yesu tutaitikisa dunia. Natafuta